Habari, hii ni Familia Furaha Yangu. Tutakuwa nami Esther Jimson Koka. Tuendelea na elimu ya madawa kulevya na namna gani inavyoathiri familia zetu. Siku ya leo bado tupo na mtaalamu wetu. Naomba jitambulishe tena kwa mtazamaji mpya ili mpate kumfahamu na nini anafanya. Karibu. Kwa jina naitwa Shibani Miraji, ni afisa elimu jamii natokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. DCA, ofisi ya Kanda Kaskazini. Okay. Kipindi kilichopita tulijifunza madawa ya kulevya ni nini na yanatokana na nini. Na kama hujafuatilia kipindi hiki na kushauri kwamba ukakifuatilie, lakini siku ya leo tutakwenda kujifunza vitu mbalimbali. Mfano, tutampa mtaalamu atuambie kutokana na uzoefu wake na kuendelea kufanya kazi katika sekta hii. Atuambie ni nini hasa kinapelekea hawa vijana waingie kwenye madawa ya kulevya. Sababu ziko nyingi za vijana wengi kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Mimi nitazitaja kwa uchache. Miongoni mwa sababu kubwa sana ya watu kuingia katika matumizi ya dawa za kulevya ni swala la malezi kwa duni. Kwa mara nyingi tukutana na wazazi, tukutana na watu wa familia, tunapenda kuhamasisha sana wa play jukumu lao la malezi. Malezi sio kumnunulia mtoto madaftari, kumlipia ada ya shule au kumtafutia sehemu nzuri ya kulala, kumnunulia nguo za sikukuu. Tunasema ni kumtunza. Malezi ni zaidi ya hapo. Ni kuja kumwandaa mwanao kuja kwa mama bora baadaye. Ni kukuza mwanao katika aspect zote kimwili. Ndio maana tuna watu wanaitwa makubwa jinga. Kubwa jinga ni mtu ambaye amekuwa kimwili lakini kiakili hajakomaa vizuri. Kile mtu anaitwa madogo janja. Ndio ni watu ambao mentally wamekomaa vizuri lakini kimwili ndio bado hajakomaa vizuri. Mkuze mwanao vizuri kihisia, kijamii, aweze kuinteract na watu. Kwa watu wengi wa play jukumu la malezi. Ukiplay jukumu nzuri la malezi utaweza kufuatilia mwenendo wa mwanao. Kwa utaweza kujua mwanao pindi atakapoanza kutumia dawa za kulevya. Kwa sababu mtu akitumia dawa za kulevya kijana, kuna indication, kuna viashiria utaviona. Anaanza kuwa mwongo, anaanza kuwa msiri, anaanza kuungana na watu ambao hawaweki makundi ambayo ni mabaya. Hata darasani performance yake inashuka, anaanza kuwa ajijali, anaanza kufanya mambo hata pale nyumbani kuna upotevu wa hela usieleweka, ugacha mmoja hapo mara wikuti kumbe anachukua aenda kununua dawa za kulevya, anachelewa kurudi nyumbani. Naweza kwa viashiria kwa malezi ikiwa duni, kwa na usimamizi mzuri tunaweza tukaokoa vijana wetu kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini sababu nyingine ni mambo ya makundi, mambo ya psychology, mambo ya kufuata mikumbo. Vijana wengi ambao wana life skills hawezi kucontrol vishawishi vya nje, wanashawishika sana. Na tafiti zinaonyesha vijana wengi wa kiume wameingizwa katika matumizi ya dawa za kulevya kutokana na marafiki zao wa kiume. Mdau wake, rafiki yake ni mtu wa bangi na yeye anakuwa ni mtu wa bangi. Lakini vijana wengi wa kike wameingizwa na wapenzi zao, mtu na mpenzi mvuta bangi. Mara nyingi mtu anatumia dawa za kulevya afu utumie rafiki yake anakuwa kama snitch, utamchoma kwa anapenda mfanani mshirikiano. Kwa anaweza kukuingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Lakini ukiachana na sababu hii ya peer pressure, sababu nyingine inapelekea watu waingie katika matumizi ya dawa za kulevya ni mambo ya imani potofu. Kwa watu wanaamini kwamba bangi inaongeza kitu fulani, mirungi inaongeza kitu fulani, dawa fulani inaongeza kitu fulani, dawa fulani. Kwa ile jambo la imani potofu inaweza kashawishi sana watu wakaingia katika matumizi ya dawa za kulevya. Swala jingine inawezekana kwa easy accessibility, upatikanaji rahisi. Ndio maana serikali muda mwingi wajitahidi kuziondoa zile dawa za kulevya kufanya operation mbalimbali. Kwa sababu ukiziacha mtaani zikitamalaki inaweza ikawa kishawishi, kwa sababu mtu akienda hapo nje kwa bodaboda anaweza kupata kwa urahisi hizo dawa za kulevya. Lakini miongoni mwa sababu nyingine ya watu kutumia dawa za kulevya ni kukosa elimu sahihi juu ya madhara kutokana na matumizi pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya. Ndio maana sisi mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tunapenda kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ili kila mtu elimu imfikie juu ya madhara. Tulifanya tafiti tukaona baadhi ya watu wanatoa ushuhuda ambao wametumia na wakaenda soma kwamba mimi walau ningepata mtu mmoja ambaye kwamba angenihamasisha au kunipa elimu juu ya dawa za kulevya, basi mimi nisingeingia. Kwa hiyo inaonekana watu wengi wameingia sababu walikuwa hawana elimu sahihi. Okay, na tumejifunza jambo kutoka kwa mtaalamu hapa. Lakini mimi nina swali lingine kwako. Umeongelea kuhusu familia, sasa inaweza ikawa ni pati ya mtoto kuingia huko. Na kwa wale ambao wameingia kwenye madawa ya kulevya, familia zao ni changamoto gani ambazo wanazipitia? Kwa wale ambao waraibu ambao tayari wameshaamua kutoka huko ama wapo na wanatamani kutoka, je, ni changamoto gani ambazo familia zao wanapitia?
Mtu akihusisha matumizi ya dawa za kulevya, mwathirika wa kwanza ni yeye moja kwa moja, lakini mwathirika wa pili ni familia yake. Ndio maana kule mtaani kuna msemo unasema mtu sokoni ukimwona chizi unaweza ukamcheka. Ndio sharti moja endapo kwamba atoke katika familia yako. Kwa familia itateseka katika upande kwanza, watakuwa wanaibiwa vitu, upotevu wa vitu sio kwa kawaida. Pili, jamii inaweza ikawalebo, ikawafanyia stigma, unyanyapaa, ikaona kwamba ni familia ya wauni, familia watu wanania, familia watu wanapotea, kitu ambacho tuna discourage sana kuhamisha jamii kwamba mtu akitumia dawa za kulevya sio amerogwa, sio amechanganyikiwa, ni mistake tu za kawaida katika jamii, na tumpe second chance, anaweza akaenda kwenye matibabu na akapona. Kwa hiyo yote ikitokea, basi itakuja kuathiri familia. Akiiba kule mtaani, watu watakuja kukulaumu hiyo familia. Kwa hiyo familia itakuwa inakutana na changamoto nyingi. Hata huduma za matibabu kama sober house sio za serikali, ni za watu binafsi. Gharama ya kumtibu, gharama ya kumwendo, ili mradi awe chini ya supervision the same. Kwa mnaweza mkatumia gharama nyingi ya kiuchumi, mkafilisika kijamii, mkadhalilika, na anakuwa tena sio nguvu kazi. Mnaweza mkamlipa ada nyingi shuleni, akawa tena aende shule, anaweza kufanya mambo mengi pale ya ajabu, ambao familia ikawa sehemu ya kwanza katika watu wa kuathirika. Kwa kumalizia kipindi cha siku leo, na swali la mwisho, una ujumbe gani au unawaambia nini wanajamii ambao aidha wana watoto wenye changamoto za uraibu au ni wanafamilia wa watoto wenye uraibu? Unawaambia nini au unawashauri nini kwamba hata kama mtoto wao ni mraibu, unawashauri vipi kwamba wasimchukulie poa, wasimfanyaje? Mimi ushauri wangu mkubwa katika familia ni kwamba tuhakikishe tunakuwa na family bonding. Yaani kwamba watu wanakuwa, yaani tusihamasishe na mambo ya divorce, watu kuachana, watu kuwa mbali na familia, si tuhamasishe cohesion, yaani watu wawe karibu na familia, kuwe na upendo, watu wajaliane. Hii itasaidia sana badala ya migogoro ya kifamilia, kutokea divorce, kutokea family conflict, mwisho wa siku watu wanakosa usimamizi. Kwa nahamasisha sana kwenye kuwa ni family bonding, tuwe wamoja, tupendane, tushirikiane. Kile kingine nahamasisha katika upande wa familia, ikiwa imeathirika na kijana wao kutumia dawa za kulevya, basi wasimnyanyapaa. Kuna kama ni laana ukamfukuza, pana mtoto akimia mkono huwezi kumkata. Kwa sisi tunachoshauri kikubwa ni kuunganisha huduma za matibabu. Kwa matibabu makuu aina 3 hapa nchini. Matibabu ya kwanza ni sober houses, ambazo kwa hapa Arusha tulipo tuna sober house 15. 2 ni za wanawake, 13 ni za wanaume. Lakini tuna matibabu ya vitongo vya afya akili, hospitali yetu ya wilaya, ya mkoa, hizo huduma utazipata. Lakini huduma ya 3 ni methadone, kwa unatumia ungo unaitwa heroin, utapata hospitali ya Mount Meru Referral Hospital. Kwa tukiunganisha katika huduma za matibabu itakuwa ni jambo jema. Kila mwisho, kwa wale maeneo yao ambao kuna matumizi makubwa ya dawa za kulevya na wajui namna gani ya kuondoa, basi wapige namba yetu ya bure ya 119 kwa ajili ya kutoa taarifa za wahalifu wa dawa za kulevya. Narudia tena, piga namba ya 119. Hii itaenda kwenye call center yetu, tutachukua taarifa yako, tutaichakata na kuifanyia kazi. Asante sana. Asante sana. Ilikuwa ni siku nyingine tena bora na nzuri sana kuendelea kujifunza kuhusiana na changamoto za madawa kulevya katika familia. Jambo ambalo nimelishika, amesisitiza kwamba familia tunatakiwa tuwe na bond nzuri, ambao katika bond hiyo itazuia mtoto kuwa na mtafaruku, kuwa na stress, mwishowe kujiingiza kwenye madawa kulevya. Hivyo ni mpaka siku nyingine tena. Asante, kwa heri. Bye.